anga atakuja kuomba msaada kwako. Aliyekusema vibaya atakuja kwako, anapiga magoti akiomba msaada. Hayo ndio maajabu ya Mungu wa makimbilio. Tunazidi kusonga mbele na Yesu. Yesu ndiye kiongozi wetu, anazidi kuondoa kila vizuizi vya adui. Haleluya jamani. Mstari wa 8 unasema, basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Angalia hilo neno, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Shetani ana tabia ya kuwahi kutambua kwamba wewe, wachawi wana tabia ya kuwahi kujua ya kwamba wewe utakuja kuwa tajiri kuliko wao kabla wewe hujawa tajiri. Unanielewa? Wachawi wana tabia ya kutambua mapema ya kwamba huyu mtu atakuja kuzaa mtawala atakaye tutawala kabla wewe hujabeba mimba. Wanaona tumboni kwako kuna watoto, kuna mtoto wa aina gani. Na ndio maana unaweza kukuta mtu ghafla kizazi kinapoma, akibeba mimba zinatoka. Unaweza ukaona mtu ghafla biashara zinaharibika, akianza biashara inaporomoka, mara anazulumiwa. Ukiolewa ndoa inakuwa ndoano. Ngoja nikwambie, kuna kitu ufalme wa giza waliwahi ukiona kabla wewe hujakiona. Kwa hiyo ninakwambia ya kwamba vita vyako vilianza miaka mingi sana iliyopita, lakini wewe tu haukujua. Lakini kwa neno la leo tamani kujua na uone ya kwamba ndiyo maana nina vita vingi. Ndiyo maana nikianza biashara zinaporomoka. Ndiyo maana kila jambo linabadilika ghafla bila sababu. Lakini mimi nakwambia hivi, pamoja na kuwa na hila za kila namna, tutaona hapa Wayahudi ilikuwaje. Mungu alitengeneza njia gani? Mungu akuponye sasa hivi ninapoongea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe jamani. Wakasema hawa watu wana nguvu kuliko sisi. Wakati huo wanaposema wana nguvu kuliko sisi, wanaosema wana nguvu ndo wanaotawaliwa. Lakini mtawala anakiri ya kwamba ninaye mtawala ana nguvu kuliko mimi mtawala. Yaani wewe hapo ulipo, ufalme wa giza unakujua ya kwamba wewe ni tajiri kuliko wao, japokuwa bado wewe ni maskini. Huyu mtu alijuaje ya kwamba hawa watu wana nguvu kuliko sisi? Alijuaje? Alipata wapi siri hii? Alijuaje? Ngoja nikwambie. Ukisoma habari za Musa utaona kabisa Farao alikuwa na tabia ya kwenda fukwe ya bahari ya Shamu kila siku asubuhi, na wachawi wake walikuwa wawili, waliitwa Yane na Emre. Hawa ni Waarabu waliokuwa wamebobea kuloga, yani wakiloga mtu lazima awe kama wanavyotaka. Na ndio maana Mungu alipoamua kuwatoa kule Misri akamwambia Musa siku moja, Musa, amka asubuhi kakutane na Farao katika fukwe ya bahari, ukamwambia ya kwamba
alfajiri ni ya muhimu sana kwa Mkristo. Mkristo yeyote ambaye hana maombi ya alfajiri ni mfungwa ndani ya wokovu, hata kama upigi mkono. Alfajiri ina maana, na ndio maana kuna dini ziko hapa mjini, ikifika tu saa 11 manake anatuma majini ya kwenda kufunga biashara za watu, kupindisha wateja, kuharibu nini na nini. Halafu wewe mlokole unaamka mpaka saa 3 na tongo mpaka hapa, unaenda kufungua duka lako. Duka lako limeshafungwa asubuhi na mapema, wakamaliza.